sijui mambo ya nini barabara, mnafikiri inafanyika kila mahali. Unajua saa nyingine ni vizuri mtembee na mlinganishe yeye na wale wengine ambao wanafanya tamu yao ya kwanza. Wakiweka scorecard, huyu Japhet Nyakundi hapa Kisii County na pia hata katika Kenya mzima is among the leading lights of young legislators who are pushing development hapa mashinani katika level ambayo haijawahi kuonekana. Kwa hiyo mimi nampatia pongezi sana. Unajua wakati mmemchagua yeye alikuwa tu mjumbe. Kufika pale Nairobi, rais sababu anapenda watu wa pande hii akampatia nafasi. Yeye ndio treasurer wa chama ambayo inatawala. Mnajua chama ya Jafo? Chama yake ni gani? Hebu semeni vizuri. Ati chama yake ni gani? Ni nyinyi mlimchagua kwa UDA. Kwa hivyo nyinyi ni wa UDA. Ati nyinyi ni wa chama gani? UDA. Ile William Ruto. Bas, huyu Jafo ndio treasurer wa hiyo chama. Sasa mara nyingi unajua bunge na pale Nairobi kuna kudharauliana inakuanga hapo. Sasa yeye anatumia hiyo kiti mara mingi akituma message ama apigie waziri fulani amwambie kuna soko yangu imechelewa mahali fulani na fulani, anaongeza ujumbe anamwambia huyo ni treasurer wa chama tawala anakupigia. Hata wewe ukiwa minister unanyooka na unaharakisha maneno yake. Kwa hiyo mimi nataka niwaombe tuzidi kumshikilia mkono. Kama tamu ya kwanza ameshakuwa treasurer kwa chama tawala, wakati mtampea tamu ya pili atakuwa nini? Atakuwa ati nini? Atapanda mpaka hata siku moja atakuwa party leader wa hiyo chama, atuongoze na akuwe kitu kubwa kule. Wacha niwaambie hapa Kisii siku ya leo, kuna jambo moja ambayo watu wanasema na wanaficha kwa siri. Mimi namshukuru huyu Japhet Nyakundi kwa sababu yeye amejipanga ndani ya chama cha kitaifa. Ndio maana akizunguka Kenya mzima watu wanamjua, wanajua huyu ni treasurer wa UDA. Unajua Kenya kwa sasa kuna siasa ya ubroka na ukora imekuja. Siasa ya ile ya kuweka watu kwa gunia kama viazi, alafu unazunguka nayo unasema ati ndani ya hii kikapu niko na jamii fulani nataka niuze sijui shilingi ngapi. Tafadhali msiingie kwa mtego kama hiyo. Hiyo ni siasa ambayo imepitwa na wakati. Simama vile mmesema na nimeshukuru. Yaani vile mmesema mko UDA, hata roho yangu ile kitu nilikuwa nitoe nitaweka mara 2 ama mara 3.